Ni Jumatatu katika juma la kwanza, na leo tunalo somo lisemalo wanawake wawili wa ajabu. Kabla ya kusonga mbele, tupate ombi. Kristo neema yote, Baba uliye juu mbinguni, tunakuja mbele zako leo tupate kusikiliza kutoka kwako. Kubali kwa mwalimu wetu, ukatufundishe na tukaelewe yale ambayo umekusudia sisi tuelewe siku hii ya leo. Naomba na kuamini katika jina la Yesu. Amina. Utumwa haukupunguza idadi ya Waisraeli kama Farao alivyokusudia. Kwa kweli walienea hata zaidi katika nchi yote ya Misri. Kwa hiyo Farao akaweka mkakati tofauti. Mpango wake mpya ulikuwa kuua watoto wa kiume lakini kuruhusu watoto wa kike kuishi. Mkakati huu unaonekana kuwa wa ajabu kidogo. Ingechukua miaka kupunguza idadi ya wanaume kwa kuwa wavulana waliozaliwa badala ya kuua wanaume watu wazima. Pia tunabaki kujiuliza, ni kwa muda gani zoezi hili lingeweza kutekelezwa kabla halijaathiri hamu ya Wamisri ya kuwa na nguvu kazi ya watumwa? Inavyoonekana, Farao alitamani sana kukabiliana na idadi iliyoongezeka ya Israeli kiasi kwamba alikuwa tayari kudhoofisha idadi ya watumwa ambayo ilikuwa muhimu sana kwa kupanua miundombinu kama vile kujenga miji ya Ramesisi na Pithom. Vyovyote vile, ili kutekeleza hilo, Farao aliwapa wakunga wawili, Shifra na Pua, kutimiza mipango yake. Kwa kuzingatia kile ambacho kitabu cha Kutoka sura ya kwanza tayari kimesema kuhusu ongezeko la watu wa Israeli, pamoja na ripoti ya baadaye ya Musa ya wanaume wa Israeli 600,000 walioondoka Misri katika tukio la Kutoka, si rahisi kusema ni jukumu gani hasa ambalo wakunga hawa wawili walitimiza. Je, walikuwa tu wale wakunga wawili waliokuwa wakisimamia kundi maalum la wanawake, au kulikuwa na wauguzi wawili tu wa kujifungua kwa wakazi wote wa Israeli? Hatuwezi kusema kwa uhakika, lakini kile ambacho hadithi inasisitiza ni kwamba wawili hawa walikuwa wanawake wanaomcha Mungu. Kwa sababu ya nia yao ya kusimama kinyume na amri ya Farao, Mungu aliwapa kibali. Zaidi ya hayo, katika masimulizi ya Biblia wana mahali pa heshima kwa kutajwa. Wahusika wengi sana katika Biblia hawatajwi majina, lakini si hawa wawili. Mungu alitaka tujue majina yao. Shifra maana yake mrembo, na Pua maana yake harufu nzuri. Sehemu ya kushangaza zaidi ya hadithi hiyo ni labda kwamba wakunga hawa wawili walitenda dhidi ya Farao kabla ya mapigo yoyote yasiyo ya kawaida kuonyesha uwezo mkuu wa Mungu juu ya miungu ya Misri. Wanawake hawa walisimama kwa ajili ya watu wa Mungu wakati ishara zote zilizowazunguka zilisema miungu ya Misri ilikuwa na nguvu zaidi kuliko Mungu wa Israeli. Kisha katika hali ya kushangaza, Farao alipowauliza wakunga hao, waliripoti kwamba wanawake wa Israeli hawakuwa kama wanawake wa Misri. Walisema wanawake wa Kiisraeli walikuwa hodari wakati wa kuzaa ulipofika. Kwa maneno mengine, walikuwa haraka. Walijifungua haraka kiasi kwamba wakunga, kulingana na ripoti yao, hawakuwa na wakati wa kujitokeza. Neno hili hodari bila shaka ni mchezo wa maneno, kinyume kabisa cha yale ambayo Farao alikuwa akijaribu kutimiza. Mungu alitumia wanawake wawili wa kawaida ili kukabiliana na mwanaume mwenye nguvu zaidi duniani. Mara nyingi huwatumia watu wasiotarajiwa kutekeleza mpango wake. Mambo ya kufanya. Baada ya kuangalia maandiko yako uliyoyaandika na kufafanua, ni uelewa gani maalum ambao alama zako zinaonekana kuelekeza huko? 2. Ni maswali gani yanaibuka baada ya kusoma kifungu hiki? Ni sehemu gani ni ngumu? 3. Je, ni kanuni gani nyingine na hitimisho unalolipata? 4. Je, umewahi kuwa na hasira sana
kiasi kwamba ulikuwa tayari kuharibu wakati wako ujao kama Farao alivyofanya kujaribu kuwaua watoto wa kiume? Mungu akubariki na uwe na wakati mwema.